FAR Rabat. Yes, watakuwa wanamenyana na FAR Rabat katika kundi D, kundi ambalo linatengenezwa na klabu ya National Al Ahly kutokea pale nchini Misri, ambao wao wana point 8 mpaka sasa hivi na magoli 5 ya kufunga, lakini FAR Rabat wao wana point 5 wakiwa hawana goli, kwa maana ya kwamba aggregate ya magoli ya kufunga na kufungwa imewiana. Lakini ukiachana na FAR Rabat kuna Young Africans ambao wao wapo nafasi ya 3 na wamejinyakulia alama 5 na negative ya goli 1, huku JS Kabylie wao wakiburuza mkia kwa alama 2 na negative ya goli 4. Yeye Young Africans mpaka sasa hivi ameweza kushinda mchezo mmoja peke yake ambao alishinda hapa nyumbani kwa kumkanyaga FAR Rabat katika mchezo wa kwanza wa ufunguzi, lakini mchezo ambao pia amepoteza ni mmoja ambao aliweza kupoteza pale nchini Misri kwa kufungwa goli 2 na bwana Trezeguet. Yes, Trezeguet aliweza kutia kimiani kamba 2 na kuweza kufanya Yanga iwe imepoteza mchezo huo. Lakini ukiachana na huyo JS Kabylie, yeye yuko nafasi ya mwisho, hajashinda mchezo wowote na ametoa sare 2 katika michezo 4 ambayo amecheza. Kwa hiyo katika michezo ya leo, mchezo wa Young Africans na FAR Rabat ni mchezo ambao unakwenda kuwa mgumu sana, kwa sababu matokeo yoyote ya mabaya kwa upande wa Yanga yatakuwa yamemtoa na yeye moja kwa moja, kwa sababu FAR Rabat na Yanga wamelingana point, lakini tofauti ni magoli, kwa maana ya kwamba kama FAR Rabat ataweza kumfunga Yanga kuanzia goli 2 mechi ya leo, Yanga naye atakuwa ametoka, kwa sababu mechi ya mwisho FAR Rabat atakutana na National Ahly. Lakini hata akipoteza mchezo huo na Yanga akashinda, ina maana watakuwa wamelingana point, na kwa sheria za CAF mkishalingana point, michezo ikiisha wanakuaga wanaangalia ile head to head yenu. So Yanga mechi ya kwanza alishinda goli 1, kwa hiyo akiruhusu goli 2 itakuwa tayari inaonesha kwamba amepoteza vigezo vya kuendelea na hatua inayofuata. Kwa hiyo Yanga wao leo inabidi waende wakiwa wanafikiria zaidi kupata ushindi, lakini wakikosa kabisa basi wapate sare, kwa sababu itakuwa ni rahisi kwao. Kwa FAR Rabat itakuwa ni ngumu kwenda pale nchini Misri na kupata matokeo yoyote, lakini yeye Yanga anamalizia nyumbani na Kabylie, kwa hiyo ana uwezo wa kupata matokeo, na hiyo ni 100% kwamba ataweza kushinda. Kwa hiyo yeye Yanga inabidi mchezo wa leo ndo finali yake, ndo tiketi yake ya mwisho. Karata yake kama akicheza vizuri basi hatua ya robo finali itakuwa inamhusu, lakini asipoweza kucheza vizuri ataungana na ndugu yake Simba na watakuja kuendelea kucheza ligi ya hapa NBC Premier League. Lakini matokeo hayo yote yanakwenda kuchezwa kwa sababu Simba yeye mchezo wake utakuwa ni majira ya saa 1 jioni kwa saa za Afrika Mashariki pale nchini Angola, lakini Yanga wao mchezo wao utakuwa upo majira ya saa 4 za usiku, majira ya baridi ambayo Waarabu wanayapenda, ndo ameupeleka mchezo huo saa 4 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ndo kabumbu inakwenda kupigwa pale nchini Morocco. So unaweza ukaona michezo inaenda kuwa ya namna gani, na sisi hapa Hotbiz tupo kwa ajili ya kukusogezea mechi hizo moja kwa moja. Tunakusogezea michezo hiyo moja kwa moja ili uweze kupata matokeo kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, nikimaanisha Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Utakapoingia pale utatupatia comments zako kwa kutuambia kwamba unahisi mchezo utakwenda kumalizika vipi siku ya leo, kwa maana kwamba Simba anakwenda kutoka na matokeo gani, lakini Young Africans pia anakwenda kupata matokeo gani. Na katika michezo ya leo Yanga wana key players wao, nikimuongelea Depu usajili mpya kutokea pale Angola, lakini pia wanaye Alan Okello kutokea pale nchini Uganda. Ni wachezaji wazuri, ni team players ambao kama Alan Okello yeye ni playmaker mzuri sana ambaye ana uwezo wa kuhold mpira na kusubiria wachezaji waweze kujipanga mbele kwa ajili ya kwenda kuwapatia passes nzuri ambazo Depu ni very best goal scorer, so ana uwezo wa kuscore goals. So mchezo wa leo hautakuwa mchezo wa kinyongo, kwa sababu pia pale Pacome Zouzoua mchezeshaji ambaye anaaminika na Young Africans atakuwepo kwa ajili ya kuisaidia timu yake iweze kupeleka mashambulizi ya moja kwa moja. So for the time being Yanga wanaonekana kwamba wapo katika hali nzuri ambayo inaweza kwenda kuwapatia matokeo mazuri. Lakini ukija kwa upande wa Simba Sports Club, yes, wao wana mchezaji wao Lubase amekuwa na matokeo mazuri, amekuwa akifanya vizuri toka ajiunga na klabu ya Simba. Lakini Chama pia amerejea vizuri Simba na kuongeza nguvu. Kwa hiyo Simba wana uwezo wa kufanya vizuri endapo watazichanga karata zao vizuri